sura 5 mstari yake ya 2 hadi mstari ya 9. Ni ibice bitanu ku murongo wa 2 kugeza ku murongo w'9. Na teme ya hii maombi, umutwe ama teme ya neno cyangwa umutwe w'ijambo ni nguvu za Betisaida. Ni imbaraga zi Betisaida, nguvu za kisima cha Betisaida, imbaraga z'ikidendezi cha Betisaida. Pendo ukanisikia saa kama hii, ukundwa n'unyumva amasaha nkaya, ninajua kuna neema ambayo utapata. Ndabizi ko hari zaidi tuko mwa hii maombi, kirushijeho kuko turi muri aya masengesho, na tunataka neema ipatikane kwetu, kandi turashaka ngo ubuntu bugaragare kuri twe. Neza wezekana tumeomba, byashoboka ko twase tumetabiriwa, twahanuriwe, lakini je, nguvu za Betisaida ni gani? Ariko se koko imbaraga zi Betisaida ni zipi? Msomi mzuri atusomee hiyo kitabu ya Yohana, sana tufashe kusoma ico gitabo, sura 5 ibice 5 mstari ya 2 hadi ya 9, murongo wa 2 kugera ku 9. Karibu mama, na Mungu akutie nguvu. Karibu. Yohana ibice 5 umurongo wa 2 kugeza ku 9. Umutwe w'ijambo uravuga ngo Yesu akiza umuntu umaze imyaka 38 amugaye. Kandi i Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi mu Ruheburayo cyitwa Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse, bari bategereje ko amazi yihinduriza. Kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi, nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe bakiraga indwara ye iyo ari yo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, databuja, simfite umuntu unjugunya mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nyiza undankanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati, byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Chapia basi Yesu makofi. Nataka kusema muda kidogo kwa nguvu za Betisaida. Ndashaka kuvuga umwanya muto ku mbaraga. Maandiko imetuambia eti kwenye kisima cha Betisaida, kulikuwa mgonjwa ambaye amemaliza miaka 38. Hari umurwayi wari umaze imyaka 38. Na hii miaka 38, kandi iyi myaka 38, maandiko imetuambia ya kwamba byanditswe biratubwira kuna malaika alikuwa akishuka, hari malaika wamanuka anachamusha maji ya kisima, akashusha maji, na wakati anachamusha maji ya kisima, maandiko imetuambia ya kwamba kulikuwa wagonjwa wengi, na kulikuwa baraza 5, na hizi baraza zilikuwa najaa watu, na watu walikuwa kwa hizi baraza
walikuwa ni wagonjwa. Sema wagonjwa. Walikuwa ni wagonjwa. Alafu malaika alikuwa akishuka, alikuwa akitamsha maji. Na wakati anatamsha maji, yule ambaye alikuwa na mwenye alikuwa anamgonjesha, alikuwa anakamata mgonjwa wake na kumtupa kwenye maji. Maana hayo maji yalikuwa maji ya uponyaji. Sikia nikwambie kitu kimoja. Nilikuwa nasema natafuta kusema nguvu za Bethesda. Unajua nimekuja kuelewa kitu kimoja. Nguvu za Bethesda ilikuwa ni uponyaji. Lakini kulikuwa Wayuda, na Wayuda walikuwa wabaya sana. Walikuwa ni watu wenye wameshiriki Sabato. Na wakati wa Sabato haikuwa wakati wa kufanya kitu kwa wakati huyo. Lakini Yesu mwenye Sabato wakati alikuja, akafanya kazi wakati wa Sabato. Na wakati alifanya kazi saa ya Sabato, alikutana huyu mgonjwa. Alikuwa amemaliza miaka 38. Sijue kama yeye alikuwa na umri wa miaka ngapi. Kama walimfikisha pale anamaliza miaka 38, alikuwa na umri wa miaka ngapi kusema wamtosha kwao nyumbani? Watu wengi kwa wakati huyu, kwa ajili ya kutokuwa na msimamo, wamekawia kwenye kisima. Watu wengi kwa ajili ya kukua na sawa vile wanakuwa kama vile kameleo, hawakuwa na msimamo kanisani. Wamemaliza siku kwenye kisima. Tumesikia maandiko yametuambia kisima hiki kilikuwa ni kisima cha uponyaji. Kisima hiki kilikuwa ni kisima ambacho inabidi mtu akuwe macho. Ni kusema kama haukuwe macho kanisani, unaweza maliza miaka na miaka kanisani. Ndipo watu wamoja watakuwa wanaanza sema, eti mbona sisi tumekuwa kanisani miaka mingi, lakini kwa nini hatujibiliki? Acha nikuambie mpendo, haiko probleme ya wachungaji, haiko probleme ya kisima. Tumekuja kwenye kisima hiki. Ni kisima cha Rehoboti, ni kisima cha Bethesda, ni kisima cha Horebu, ni kisima ambacho kina uwezo wa utakaso, kinaweza badilisha maisha yako. Unajua wakati Jakobe alikutana na malaika, malaika alibadilisha historia ya Yakobo. Na hapo hakuitwa tena Jakobe, aliitwa Israeli. Nataka kuambia mtoto wa Mungu, ukiwa kanisani, kitu cha kwanza ni kujua mahali nipo ni mahali gani. Mahali nipo kuna uwezo. Nimesikia mtu mmoja ambaye ameshuhudia, amesema kukuwa na mtumishi wa Mungu, nguvu za mtumishi wa Mungu, nguvu za mzazi. Unajua wakati mwingine ukakamata vitu kawaida, ama ukakamata nafasi kawaida, utakuwa kawaida na utabakia kawaida na utaishi maisha ya kawaida. Na Yesu atakuwa anakuja, anafanya tu kawaida. Maana ya Mungu havifanyake kawaida. Sikia nikuambie mpendo, kwa ajili ya uvuguvugu wako inaweza hata usikuwe na msimamo. Ndio maana nikisoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo, maandiko yananiambia kulikuwa Adamu na Eva. Na huyu Adamu na Eva, kuna kitu Mungu aliwaambia. Aliwaambia ya kwamba angalisho, kuna kiti cha uzima, kuna kiti cha mauti. Tatizo ni moja, hatujue mti wa uzima. Mti wa uzima ni Kristo yeye mwenyewe. Na tukipata Kristo tumepata yote. Kristo ni uzima, lakini dhambi ni mlango wa mauti. Sikia nikuambie, kwa ajili ya ufukufuku wa Adamu na Eva,
Mtu anaweza kuwa mkanisa hata kuwa thamani ya watumishi. Mtu anaweza kuwa mkanisa hata kuwa thamani yeye ni nani. Maandiko yametuambia hivi kumstari ya 9 hapo. Kwa hiyo kitabu cha Yohana mstari ya 9 ile mstari ya 9 mama turudia pale mstari ya 9 inasema nini? Somera ku murongo w'ikenda tubwire inasema nini pale? haravuga icyenda uravuga ngo inasema muri ako kanya uwo muntu arakira. hapo hiyo saa mtu akapona, yikorera uburiri bwaragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Amen. Kwa hiyo hapo saa icyo gihe wakati Yesu igihe Yesu amekutana huo mgonjwa yahuye n'uwo murwayi alimwambia hivi, yaramubwiye ngo kamata godoro lako. fata ikorera. Maana Yesu alianza kutana naye, kuko Yesu yabanje akaanza fanya naye partage, atangira kuganira, akamuuliza aramubaza kwa nini wewe kubera iki wowe hakuna uponyaji kwako? akira hano. Yesu alikuwa na sabaha Yesu ya kusema huyu mtu yo kugira ngo uyu muntu naye aulize ni nini miaka 13 na muganga, lakini haiko tu Yesu alikuwa hajui. ariko ntabwo ari uko Yesu. Sikia nikwambie mpendo, mbabwire mu ukikuwa kanisani nuba mwitore kama haujue msimamo wako tazi ahantu utakuwa kama vile kahaba, uzaba nk'indaya, utakuwa kama vile kahaba. uzaba nk'indaya. Maana kahaba kuko indaya inalalaka na mwanaume yote. iryamana na buri mugabo Huyu wese. mgonjwa uyu murwayi Yesu wakati alimuuliza, Yesu igihe yamubazaga, Yesu alikuwa ana sabaha ya kumwambia tu Yesu yarafite intego yo kumubwira gusa niponye, lakini huyu mtu ariko uyu muntu akamwambia Yesu, abwira Yesu, mimi sina mtu. nje nta muntu mfite. Mhubiri wa kwanza ametuambia Abwiriza mtume atumainie mwanadamu uwiringira umwana alaaniwe. avumwe. Ni kusema kama ukuvuga huyu mgonjwa uyu murwayi alikuwa hayajijua ntabwo yari nafasi yupo, ntabwo yari alikuwa hajua ya kwamba iko nafasi kwenye neema ya uponyaji iko. ari ahantu h'ubuntu. Musa wakati Mungu amemwita, igihe Mose Imana yamuhamagaye wakati alifika kwenye bonde, ageze mu butayu, alifika kwenye bonde, ageze mu mataba, wakati alifika kwenye bonde, ageze mu mataba, sikia nikuambie mpendwa, Mungu alimwambia Musa, Imana yabwiye Mose fua kwetura kwetura, maana hapo kuko ahugeze ni mahali patakatifu. Yeah. Ina maana ya kwamba ni ukuvuga ngo bonde hilo lilikuwa ni bonde kwenye kuko msamaha, lakini kwenye kisima kilikuwa ni kisima cha uponyaji. Hiki kisima nikwambie, maana ya hiki kisima ama nguvu ya hiki kisima, wakati tunakuja mahali hapa, Mungu anakuwa na sababu ya kusema tupanue, Mungu anakuwa na sababu ya kusema tubadilishe. Sikia nikwambie mpendwa, unaweza kuwa ulisoma masomo, kuba wariza amashuri. Unajua wakati mwingine wasomi wanatudanganyaka. Abantu bize unaweza kuwa ulisoma masomo, ushobora kuba wariza amashuri, lakini masomo ya kanisa ariko amashuri yo ni masomo ambayo yako ngumu sana. Ni ishuri liko na yule ambaye amefunzwa na kanisa anakuweka sujaa. Mtu ambaye amefunzwa na kanisa inaweza kuwezekana huko mpangaji, jashoboka kuri umupangaji, wakati huko mpangaji na huko kanisani unajua unakuwa na lamentation, ukajya kwivoma. Wakati mwingine sasa tunaenda omba na pastori, tujya kusana na pastori, hata tukikuwa na mahitaji ya kanisa, nasikia wakati mwa anasema Mungu ukanitosa mpangaji. Ina maana gani? Ni mwiba ambayo iko ndani mwake, ni kitu ambacho kimemlemelea. Inaweza kuonekana na wako na hiyo mzigo, unaweza kuwa hata na mzigo ya utasa, unaweza kuwa na mzigo ya kupata mchumba anaenda, unaweza kuwa na mzigo wa kukosa kazi, unaweza kuwa na mzigo. Lakini maandiko yametuambia eti wakati alifika kwenye kisima akamwambia mgonjwa, sikia nikwambie mpendwa, jaribu yako ni magonjwa, tatizo lako ni magonjwa, kutokukamata decision wewe ni magonjwa. Lakini Yesu wakati alifika kwenye kisima akaambia mgonjwa, kamata godoro lako na uende. Wakati alikutana na Wayuda, niko na kutangazia saa hii, Mungu akulinde Wayuda. Wayuda ndio mnakutanaka nao, na wakati mnakutana na Wayuda
nikwambie, utabakia kukisimu. Utabakia kukisimu. Maandiko yanasema wale ambao watanishuhudia, na mimi nitawashuhudia mbele ya Baba. Ni wakati wa kushuhudia Baba. Mungu akulinde Wayuda. Wayuda ni watu wabaya. Wayuda ni watu wanatembea na sheria. Lakini sisi nikwambie mpendwa, Yesu amekuja kuondoa sheria. Yesu amekuja kuondoa sheria. Kwa kuwa Yesu ni Yesu wa sheria. Yeye ndiye Sabato. Na wale ambao watamwamini watatembea pamoja naye. Niko na kutangazia saa hii, kamata godoro lako. Ndiyo probleme yako uko nayo. Na ukiwa na imani, hii godoro lako utalibeba. Na wakati utalichukua, utaona neema ya Mungu. Mtu ambaye iko na uvuguvugu, ama mtu ambaye hana ukamilifu kanisani, mara mingi anakuwa na probleme mkanisa. Nifasi ya kuokokea. Sikia nikwambie mpendwa, probleme ni moja. Umempokea Yesu, unawaza Yesu tu anafanyaka miujiza. Yesu afanyake tu miujiza. Haiko tu miujiza. Yesu alikuja kwa ajili ya kukuokoa, ili akupatie uzima. Tumesoma hii maandiko katika kitabu cha Yohana. Aseme Yesu akakutana na ule mgonjwa. Wakati alikutana naye, sio wengine kwa nini walikuwa naona maji yakichamuka na wanajitupia ndani ya hiyo kisima. Mimi nilikuwa nakutakia saa hii, nafasi ulikuwa umeenda, nafasi ulikuwa umechanganikisha tena imani yako. Imani yako imechanganikiwa, imani yako imeenda mbali. Sikia nikwambie mpendwa, kwa maombi ya saa saba ni alama ya Mungu. Mungu akaambia Israeli, mzunguke mara 7. Na wakati mtazunguka mara 7, kuta za Yeriko zitaanguka. Ninajua hapa saa hii kuna yenyewe tunataka angusha, kuna yenyewe tunataka angusha, kuna yenyewe tunatafuta kushindana nani. Na ukiwa na imani, kuna vyako wenyewe vilifungiwa, lakini saa hii ukiwa na imani utafungua. Na wakati utafungua, kitaeleweka kama Mungu iko pamoja na wewe. Imani yako itie nafasi mpendwa. Imani yako itie nafasi. Mimi sina haja, lakini nina haja ya kuambia Mungu, fanya kitu tena kwangu. Fanya kitu watu wakuone. Acha watu ambao wamekucheka, acha wale ambao wamekusema, acha wale ambao wamekuseta vidole. Lakini imani yako ni gani? Leo utakamata godoro lako. Sio una imani kama utakamata godoro. Na ukikamata godoro lako, sio unajua kama kuna kitu Mungu atafanya. Kama utakutana na Wayuda, nao watakuambia nani amekuponya. Leo siku ya Sabato, je, hamjue kama Kristo yeye ni mfalme wa Sabato? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tupepe kwanza Yesu hivi. Nataka watoto wa kanisa, wakati huyu si wakati wa kuruka. Kila mtu anakuwa na jinsi aliitwa. Hatuko wakati wa kuruka, tuko wakati wa kutulia na kuuliza Mungu ni nini utafanya na sisi. Hatuna mafundisho ya miujiza kwa leo. Tuna mafundisho ya kutaka kujichunguza. Mimi na wewe tutakuwa na muda wa kujichunguza. Bwana akija leo, je, unakumbuka kile nilifanya jana? Akija leo mimi na wewe tunaweza kuenda. Yesu akakuja leo, anasema ni siku yangu ya kukuja kunyakua kanisa. Mimi na wewe tunaweza kuenda. Nataka kukuingiza nafasi leo. Na hii nafasi kwenye nitakuingiza, uingie kiroho, usiingie kimwili. Nisikie tena vizuri. Ingia kiroho wewe ambao umekamata maombi. Wewe ambao umesikia sauti ya Mungu. Umesikia Mungu amekuambia
maombi ya siku 7, maombi ya saa 7, na hii maombi ya saa 7 nikizani ndipo turu ya kwanza tunaiomba. Niliuliza Mungu nini usiku, nikamwambia Mungu ni kwa nini umetuambia maombi ya sasa, tunaomba maombi ya siku 3, tunaomba maombi ya siku 7, tunaomba maombi ya siku 14 ya 12 Kwa nini leo umetuambia tuombe maombi ya sasa? Uyu musi utubwira ngo dusenga amasaha. Akaniambia kila mtu yote atazunguruka tu mara 7. Na etaya kuzunguruka mara 7. Kuna neema ya 7. Kuna neema ya 7. Kuna neema ya 7. Na wakati neema ya 7 inakuja, utachukua godora. Utachukua godora. Kama ni mchawi amana kutaikiaka, utamchukua. Kama ni mlozi, utamchukua. Kama ni kazi yako, utaikamata. Kama ni vita vya kiroho, utachukua. Kama ni magonjwa, utachukua. Maana Yesu yupo hapa kwenye kisima. Bwana yupo hapa na anatafuta kutenda, na amekuja kutuuliza ni kwa nini, na tumemjibu ya kwamba sisi hatuna mtu. Mpendwa, nataka kuambia ya kwamba kile kenye umeamini haiko njoo acho. Amen. Amen. Kile kenye umeamini haiko njoo acho. Lakini acha tuamini neno la Mungu. Hii neno ni neno la unabii. Maana utachukua godora. Utachukua godora lako. Umekutana na vitu vingi. Umekutana na watu wengi. Na watu wengi wamekudestabilize. Wengine wameleta vidonda ndani ya roho yako. Lakini niko nakutakia muda kama huu, saa kama hizi, najua ukapambana na Yesu, na kile Yesu atakuambia hicho ndicho ukamate. Na wakati utakikamata, ninajua kuna muujiza wa Bwana. Ninajua kuna muujiza wa Bwana. Wale ambao wataamini wataokolewa. Wale ambao wataamini watapokea uponyaji. Wale ambao wataamini watachukua godora lao. Na wakati watachukua, watabeba godoro. Mungu atusaidie sana. Tuna haja ya kubadilishwa na Bwana. Tuna haja ya kubadilishiwa jina. Kama Yakobo Mungu alimbadilishia jina. Na kama huyu mgonjwa wa miaka 38 alipona. Si hatuyamaliza miaka 38 kwa hiki kisima. Tuna haja ya Mungu leo. Ambia mwenzako ase tuna haja ya Mungu. Mwambie ase nina haja ya Mungu. Amen. Mwambie aseme tuna haja ya Mungu. Tutakuwa na haja ya Mungu namna gani? Ni wakati tutakuwa na uhusiano na Mungu. Kitu kimoja nimeelewa hapa. Ina maana kama huyu mgonjwa mwenye alikuwa kukisima, alikuwa hana uhusiano na Mungu. Maana na wakati Yesu alifika pale, alianza kufanya ubishi. Akaanza ambia Yesu ya kwamba yeye hana mtu. Okepa Yesu yeye peke alikuwa ni maji. Ina maana angesema chenye angesema tu kingefanyika kwa uwezo wake. Alafu tutakaribia Yesu kivipi? Wakati tutakaribia Yesu mu maombi, Yesu atakukutana kwenye huko. Seloke na maombi utaona. Ama seloke na maombi utaona. Nguvu za kisima, fanya tena uhusiano. Kwa hiki kisima tunapata na Mungu. Kwa hiki kisima Mungu alisema kitu. Mungu alituambia ya kwamba yule ambaye atafika mahali hapa hakika hatashindwa. Yule ambaye atafika mahali hapa hatakufa. Yule ambaye atafika mahali hapa ataona neema. Na kwa uhakika kwa hiki kisima tumemuona Mungu.
wetu habadilikake. Mungu ambaye anaponya. Mungu mwenye anatosa watu mumakala. Mungu mwenye anatosa watu mumaprizo. Mungu mwenye anatosa watu kusandope. Tumemuona kwa hiki kisima. Mungu mwenye anaondoaka vifo. Tumemuona kwa hiki kisima. Ina maana kama Mungu anataka tena tukue na uhusiano naye. Imani inashaka ngo tujira n'ubusabane. Ambia mwenzako ase tunataomba. Kila mjenzi wangu tujye gusenga. Je, uko na uhusiano na Mungu? Siko kufite ubusabane n'Imana. Uko na uhusiano na Mungu? Ufite ubusabane n'Imana. Hata kama uko nasinzia mwambie uko na uhusiano na Mungu. Nukuri gusinzira mubwira. Inaweza kusikana ile usingizi uko nayo ndio uhusiano yenyewe uko nayo. Birashoboka ko ibyo bitotsi ariko busabane. Yakobo wakati alikutana na malaika. Yakobo huye na malaika. Ilikuwa ni wakati amejijua. Cyari igihe yari yarimenya. Amejua yeye ni nani. Amase kumenywa. Anatoka wapi? Ahana. Na mchoko yeye iko nayo. N'umunanira. Na wakati alifanya uhusiano na Mungu. Ajira ni busabane n'Imana. Kwenye alikuwa aho yari kwenye alikutana na Mungu. Niho yahuriye. Alikutana na malaika. Yahuye na malaika kamubadilishia jina. Niko nakutakia saa hii. Kukuifuriza kwa hiki kisima. Mungu abadilishe jina lako. Mungu abadilishe anwani yako. Alikuwa anakuita majina, lakini Mungu akupe jina. Majina yenyewe alikuwa anakuita, Mungu ayabadilishe, lakini neema ya Mungu ikupate. Ambia mwenzako tena. Ambia mwenzako tena. Kila mjenzi wawe aseme ngo ina haja ya kubadilishiwa jina. Hene kuhindurirwa jina. Amen. 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 Mukubadilishiwa jina, mukuhindurirwa jina. Usitake watu bakusikie. Ntugashake ngo abantu bakumve. Tupepe Yesu tena kwa utukufu wa Bwana. Mukubadilishiwa jina, mukuhindurirwa jina. Usitake watu bakusikie. Unajua mara mingi sisi wachungaji akesha twabwa bashaka ama sisi wa Kristo cyangwa twebwe wa Kristo tunapendeka watu watufurahie. Tunapenda watu watusikie. Lakini hatutaki Mungu atusikie. Mukubadilishiwa jina ama mkukuwa na uhusiano na Mungu. Usitake watu bakusikie. Acha Mungu akusikie. Maana ukisikiliwa na Mungu, Mungu atakusikilisha watu. Ndio maana kitu moja nataka kuambia sasa hivi. Acha Mungu akusikie. Wakati mwingine tuko tunaomba kibali. Tunaambia Mungu tunataka kibali. Mungu tupatie kibali. Mungu tupatie kibali. Haiko juu tumekatana kuomba watu tupate kibali mbele ya watu. Lakini ukipata kibali mbele ya Mungu, Mungu atakuitikisha na wale wenye hawangepaswa kukuitikisha. Alafu ukukubaliwa na Mungu, ama kuwa na uhusiano na Mungu, na kutakia kuwa na kibali mbele ya Mungu. Maana ukikuwa na kibali, sikia nikwambie, hata watu wanaweza inuka, hata vitu vinaweza inuka, lakini Mungu akiwa upande wako, hakuna adui mwenye anaweza kuinukia. Nataka tuende muda wa kuomba. Sema muda wa kuomba. Utaomba kivipi? Amen. Amen. Muda wa kuomba. Utaomba kivipi? Leo tuna haja ya neema tu. Leo ndio tuko na neema. Acha wenyewe uko hapo mpendo. Yeye uko anajisikia hapo ndio wenyewe Mungu anataka. Mungu anataka ukuwe na uhusiano naye. Na mwenyewe kuwa na uhusiano na Mungu. Hakika kuna vitu ambavyo vitafanyika. Ndio maana muda kama huyu na kutakia uhusiano. Maana kuna wakati Mungu anaenda kuchangusha maji. Na yule ambaye atakuwa macho ndiye ataona neema ya Mungu. Yule ambaye Yesu atakutana naye ndiye Mungu atamwambia kamata godoro lako. Tunafika muda wa kuomba. Roho yako ni gani? Roho yako ni gani? Sio uhusiano na Mungu. Leo uko na uhusiano na Mungu. Kesho unatoka tena mapenzi ya Mungu. Wewe ulisema. Wewe pale sitarudia. Na haukukua. Haukukua mpendo. Haukukua. Haukukua. Bwana asifiwe. Amen. Kuolebu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hatutaki tena mchanganyiko. Hatuna haja ya mchanganyiko. Hatuna haja ya watu ambao hawana msimamo. Siku ya ile nilisema hiki kitu. Nikaambia watu, hakuna mwanamke mwenye anaolewaka na wanaume wawili.
n'abagabo babiri. Wanaume mko mnanisikia? Bagabo muri. Hakuna wanaume wawili wanaweza kuwa mnyumba moja. N'abagabo babiri basema wowe mwanamke mmoja. Ngo bashaka umugore. Niseti mwata huwa mwenzake. Umwe yica mugenzi we. Mwanamke ni kweli ni bongo? Babyeyi ni ukuri cyangwa ni ibinyoma? Amen. Amen. Hakuna mwanamke mwenye anaweza olewa na wanaume wawili. Nta mugore washakwa n'abagabo babiri. Kuna mmoja tu mwenye ataua mwenzake. Habumwe wica mugenzi. Kisha mwingine anarekipere mwanamke. Hanyuma undi akavumana umugore. Tuko babwana mmoja. Dufite umugabo umwe. Tuko babwana mmoja. Tumepaliwa kwa mali ya damu. Twatanzweho inkwano z'amaraso. Tumepaliwa kwa mali ya damu. Twatanzweho inkwano na huyu mwenye alipana damu kwa ajili yetu. Sikia nikuambie, haezi penda ulete mwingine mwanaume kwake. Haliezi wezekana. Yeye aliteseka juu yako. Aliteseka juu yako. Alimwanga damu yake juu ya mali kusema kwa baraka. Sikia nikuambie mpendwa, havitawezekana. Lakini umejichunguza, maana tunaingia muda wa kuomba, na huyu muda wa kuomba ni muda mzuri sana. Huyu muda ambao tunaenda omba ni muda ambao tunaenda ambia tena Mungu tunaenda zunguruka. Tutazunguruka mara 7. Na ita ya kuzunguruka mara 7 utakuwa huko na rekipereka. Maana kuna kitu Mungu alisema atafanya kwa wakati huyu. Mungu alisema kuna vitu ambavyo anaenda kuumba. Mungu alisema kuna vitu ambavyo anaenda kutenda. Kuna vitu ambavyo Mungu anaenda kuonekana. Na wakati Mungu atafanya haya mambo, sie kwetu itakuwa ushuhuda. Na wakati kwetu itakuwa ushuhuda, sifa zitamrudilia Mungu. Simama kwenye miguu yako. Haguruka ku maguru yawe. Inakuwa tatizo na ole. Ni ikibazo cyangwa n'agahinda. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tuko tunahubiri, igihe turi kubwiriza maneno ya kiroho, amagambo y'umwuka, watu wanasinzia, abantu bagasinzia. Lakini nimekuja kujua siri moja. Ariko naje kumenya ibanga rimwe. Shetani hapendaki watoto wa Mungu wafunguliwe. Satani ntaja kunda abana b'Imana ko babohoka. Neno ni neno ambalo linafunguaka. Ijambo ni ijambo libohora. Neno ni neno ambalo linajenga. Ni ijambo ryubaka. Ni neno ambalo linaongoa misingi ya madhabahu ya kichawi. Ni ijambo risenya karame za uzima watoto ya Mungu. Ni ijambo ry'ubugingo bw'Imana. Kwa nasinzia wakati wa neno. Ariko nujye usinzira igihe cy'ijambo. Jua ya kwamba kuna mapepo ambayo imekukamata. Ujye umenya ko hari abadayimoni bakufashe. Usione kama ni kawaida. Ukajya ubifata nk'ibisanzwe. Mtu anaweza kamata muda anakuwa ku telefoni saa 3. Umuntu yafata umwanya akakuri telefoni amasaha 3. Lakini hata sinzia. Ariko ntasinzia. Lakini tunasema tunaenda sikia neno la Mungu. Ariko wakuvuga gusaba tugiye kumva ijambo ry'Imana. Miniti 12. Iminota 20. Unaona watu wote wanasinzia. Ukabona abantu bose wanasinzia. Tuna haja ya Mungu. Twebwe dukeneye Imana. Mungu afanye kitu. Kandi dukeneye ko Imana igira ikintu. Tunafunga milango. Dukinga inzugi. Tunaenda kuomba Mungu. Tugiye gusenga Imana. Hii maombi uiombe. Aya masengesho yasenge. Nataka uombe. Ndashaka ngusenge. Nataka waombaji wangapi pale waingie pale. Ndashaka abanyamusengesho Mama David kamata mikrofoni. Kuna protokole moja hapa naye ananisaidia.